Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Sisi kama Uplands FM tunaiendesha kampeni hii mahususi tu kwa ajili ya kuwashika mkono wale ambao wana mahitaji maalum. Inawezekana wanahitaji fedha ama mahitaji muhimu ya kibinadamu, na ndio maana leo tuko hapa. Na huyu ni mhitaji wetu wa 7 kama nilivyosema kwenye kampeni hii ya tunaishi nao kwa mwaka 2025. Kwa kuwa tutatumia muda mchache, pia ni kuombe mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Imalinyi, ndugu yangu, uje utupe neno la ufunguzi kidogo na utamuinua mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa ili tuanze shughuli yetu hii kwa sala. Karibu sana mwenyekiti wa kijiji cha Imalinyi, popote pale ulipo. Asante. Nyewa kamwene. Saukaye. Tunawashukuru sana wana Imalinyi, majirani, Radio Uplands na viongozi wote wa kiroho. Kwa kweli tunayo furaha kwa nyinyi nyote kujumuika nasi hapa Imalinyi kumhudumia mgonjwa wetu ambaye kama wana Imalinyi tulikuwa tumemshindwa. Kwa kweli radio hii kwa kweli naomba sana ibarikiwe na viongozi wake mbarikiwe. Kwa kweli mmekuwa abunifu, mmesaidia watu wengi sana. Kwa hiyo nawashukuru sana Radio Uplands. Salamu hizi naomba msipeleke kwa mkurugenzi wa radio. Kwa kweli tumefarika sana kama wana Imalinyi kwa sababu ulikuwa ni mzigo mkubwa, tulipapasa tulishindwa. Tunawashukuru sana, mbarikiwe sana. Kadhalika niwashukuru sana wananchi wote wa Imalinyi, wadau mbalimbali ambao wametusaidia wana Imalinyi kuweza walau kufikisha fedha ambayo pengine tumejipapasa tumepata. Lakini kadhalika niwashukuru sana wadau mbalimbali mliotoka vijiji mbalimbali Njombe nzima ndio tuunga mkono. Tunawashukuru sana, lakini naamini kama wana Imalinyi tumepata somo yale ambayo yalikuwa yakifanyika sehemu zingine, na sisi leo mmekuja majirani kutufundisha. Naamini baada ya tukio hili la leo, basi wana Imalinyi tutakuwa wachangiaji wazuri kwa wahitaji wengine ambao wanapatikana vijiji vingine. Baada ya kusema hayo, niseme sisi na maneno mengi, nimkaribishe mchungaji wetu wa kanisa la KKT popote ulipo, usogee hapa mbele utufungulie tafrija yetu hii kwa maombi. Asanteni sana. Asante mwenyekiti. Mchungaji wa KKKT, karibu tuanze jambo hili kwa sala. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nipende kuchukua nafasi kumshukuru Mungu ambaye kwa kweli sisi wana Imalinyi leo ametugusa. Amegusa Imalinyi na vitongoji vyake vyote na kijiji kizima tazima. Niwashukuru kwa program nzuri ambayo umeanzisha kwa ajili ya kuwasaidia wenye mahitaji maalum. Awali yetu basi naomba kabla ya yote naomba tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru mno kwa huruma zako na fadhili zako nyingi ambazo kwazo hazichunguziki kwetu. Kibinadamu lilikuwa ni jambo gumu, lakini kwa sababu Mungu upo pamoja na sisi, umetuwezesha na kutufanikishia jambo letu. Asante kwa ajili ya waratibishaji wazima. Asante kwa ajili ya msafara mzima kutoka pale Njombe Uplands. Asante kwa ajili ya mkurugenzi kuliona jambo hili kwamba linafaa kuigwa kwa mfano na watu wengine. Bwana wetu Yesu Kristo, tunapoanza shughuli hii tunakualika malaika wako watuzingire. Ninakamata kila aina ya roho itakayoinuka kinyume na mapenzi yako, yenye kukejeli kuangalia kwamba wanafanya nini, ikashindwa kwa jina lako Yesu Kristo. Bali kila atakayesimama katika eneo hili Mungu akawa ni mtu mwenye kujuta moyoni mwake na kumsaidia mwenzetu aweze kupata matibabu. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Asante. Tunakushukuru sana mchungaji kwa kutuanzishia shughuli hii kwa sala, lakini pia kwa sasa tupate utulivu kidogo. Niombe niwatambulishe wafanyakazi wa Uplands FM. Kabla ya kuwatambulisha wafanyakazi wa Uplands FM, nikuombe mwenyekiti nikuinue kwa mara nyingine uje utambulishe safu yako ya serikali ya kijiji cha Imalinyi. Karibu mwenyekiti. Asante. Kwanza niwatambulishe wananchi wote wa kijiji cha Imalinyi, naomba mpunge mikono.
Afisa mtendaji wetu wa kijiji Eliza Molo, punga mkono. Mheshimiwa diwani ilitakiwa awe pamoja na sisi, lakini ana majukumu mengine kwa sababu ni makamu mwenyekiti wa halmashauri, wana vikao kule, lakini anasema yuko pamoja na sisi na kwa kweli tuko pamoja. Asante sana. Asante mwenyekiti, tunakushukuru pia kwa utambulisho mfupi. Niombe sasa mimi ni watambulishi wafanyakazi wa Uplands FM. Popote pale mlipo, joeni kulia kwangu hapa kwenye meza kuu. Ndugu zangu wana Imalinyi, Uplands FM tupo timu ya watu wengi zaidi ya 20. Lakini hapa tumekuja wachache kwa sababu ni jambo letu, na tumekuja kwa ajili ya kusimamia utaratibu huu wa tunaishi nao kama Uplands FM Radio. Mimi naizungumza, majina yangu ni Elia Chungwa, mwenyekiti wa kampeni ya tunaishi nao, meneja wa vipindi na maudhui Uplands FM, na kwenye vipindi na sikika zaidi kwenye vipindi vya michezo. Sports Line ni kila siku saa 2 mpaka saa 3 usiku, na Sports Power ni kila siku saa 4 mpaka saa 7 kamili za mchana. Naomba nimtambulishe Nimrod Mgoe. Yeye jina lake la kutafutia ugali anaitwa Gito Bwax. Huyu bwana anasikika kwenye vipindi vya burudani zaidi. Kipindi cha burudani mama kabisa ni Extra Favor kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 10. Ana kipindi kingine cha Ladha ya Kusini Jumamosi kuanzia majira ya saa 4 mpaka saa 8 mchana. Ana kipindi kingine cha Sunday Special Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Naomba uwasalimie wana Imalinyi na umati huu. Naomba nimtambulishe kwenu Pastori Kadashi. Huyu bwana anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo. Kipindi kinaanza kila siku saa 12 mpaka saa 4, na wakati mwingine anasikika kwenye kipindi cha michezo hasa weekendi cha Sports Line saa 2 mpaka saa 3. Anasoma habari za kimataifa kwenye habari yetu ya kutwa nzima ya saa 1. Anasikika kwenye kipindi cha Sayari ya Upako Jumapili saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Naomba wasalimie wana Imalinyi na watu wote ambao tuko nao hapa. Mbele yenu mnayemuona anaitwa Sam Kihombo. Sisi tunamfahamu kama kichaka cha kazi ama kichwa cha kazi. Huyu bwana anasikika kwenye kipindi cha Night Show kuanzia siku ya Ijumaa mpaka Jumatatu, na anasikika pia yupo kwenye dawati la habari akiwa ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi Uplands FM. Wasalimie wana Imalinyi. Ninayemleta kwenu anaitwa Ephraim Donald au mkemia mkuu wa mikeka. Huyu anasikika kwenye kipindi cha michezo, ni mchambuzi Sports Power kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 4 mpaka saa 7, na Sports Line kila siku saa 2 mpaka saa 3 usiku. Wasalimie wana Imalinyi. Najua unatamani useme mikeka hoe. Mbele yenu anaitwa Edina Nyaruga. Anasikika kwenye kipindi cha burudani cha Extra Favor kila siku ni saa 7 mchana mpaka saa 10 kamili jioni. Yupo pia kwenye dawati la habari. Wasalimie wana Imalinyi. Mbele yenu mnayemuona anaitwa Vitalia Henry Mgeni. Huyu anasikika kwenye kipindi cha The Bench. Kinaanza kila siku saa 10 mpaka saa 1, Jumatatu mpaka Ijumaa. Weekendi yupo kwenye kipindi kinaitwa Weekend Pause. Kinaanza saa 10 mpaka saa 1 usiku, na ndiye ambaye anatusomea habari ya saa 6 mchana. Wasalimie watu wa Imalinyi. Mbele yenu anaitwa Atu Isaki. Ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi Uplands FM, lakini ni mtangazaji wa kipindi cha Sauti ya Watoto kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Wasalimie wana Imalinyi. Mbele yenu anaitwa Beata Yosam. Ni mtangazaji wa kipindi cha Jahazi la Pwani Jumapili saa 10 mpaka saa 1. Anasikika pia kwenye kipindi cha asubuhi leo 12 mpaka saa 4. Anatusomea habari ya kutwa nzima saa 1 usiku kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini huyu anasikika pia kwenye kipindi cha Mwanamke Jasiri
na kwa kuwa yuko hapa ni katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao kwa mwaka huu 2025. Wasalimie wana Imalinyi. Naomba nimlete kwenu DJ Jeda. Anasikika zaidi kwenye vipindi vya burudani, hususan Extra Favor saa 7 mpaka saa 10 kila siku, na Weekend Pause pale kwa Vitalia Henry saa 10 mpaka saa 1. Wasalimie watu wa Imalinyi. Naomba nimlete kwenu Benedicto Akley, mkuu wa idara ya digital, na hiki ambacho tunakifanya hapa kinarushwa moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook, X pamoja na YouTube tukio zima. Kwa wale wenzetu ambao wako mbali, waambieni watufuatilie kwenye mitandao hiyo, wataona kinachofanyika. Na huyu ndiye ambaye anasimamia idara hiyo, lakini pia ni producer. Wasalimie watu wa Imalinyi. Kamwene. Naomba nimlete kwenu Luka Mgaya, maarufu zaidi jina lake la kazi ni DJ Luka Show, mkuu wa idara ya muziki na burudani Uplands FM, na hapa pia ni fundi mitambo wetu ambaye anatufanya sisi tunasikika moja kwa moja kutoka hapa kwenda kwa Tanzania wenzetu wanaotufuatilia majumbani, na yupo pia kwenye idara ya digital kwa muda huu. Wasalimie na wapungie mkono wana Imalinyi. Baadaye atakuja kuzungumza hapa mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, ndugu yangu Fikirini Ngailo. Huwa mnamsikia kwenye kipindi cha Mapito Yangu kuanzia saa 4 mpaka saa 6 usiku, Jumatatu hadi Alhamis. Huwa mnamsikia kwenye taarifa za habari weekend pale saa 1. Huwa mnamsikia pia kwenye kipindi cha Sayari ya Upako Jumapili saa 12 mpaka saa 4. Naomba muda huu ni kuinue mtendaji wa serikali ya kijiji cha Imalinyi kwa ajili ya kutoa taarifa ya michango ambayo imekusanywa na kuratibiwa na wananchi wa kijiji hiki kupitia ofisi ya kijiji. Karibu sana afisa mtendaji. Wakati huo mratibu wa kampeni pia utakuwa ukiandaa taarifa ambayo imeletwa michango yote ya watu wa Uplands FM. Karibu sana. Asante. Nitasoma taarifa kama tulivyoratibu. Nitaanza kusoma kama tulivyoratibu. Mwenyekiti wa kijiji Imalinyi ametoa 30,000, Eliza Mono 20,000, Malumbo Mangula 50,000, Simon Mboka shule ya msingi shilingi 10,000, Yola Mkilieni Ilulu 10,000, Imalinyi Sakos Imalinyi 50,000, Sila Njiuka 10,000, Flora Msigwa 10,000, Mheshimiwa diwani wetu Onesmo Leandala 50,000, Boniface Gunda 10,000, kanisa la EAGT Ukea 8,400, Fabian Mtokoma 10,000, kitongoji cha Ukea 168,500, kwaya ya vijana KKT 6,400, Agrey Kawili Lugalo 8,000, kwaya ya upendo KKT 30,000, mtaa wa Ukea KKT 32,000, kwaya Amani Ukea shilingi 10,000, Zakayo Mwagike Rudewa 10,000, Edward Kiswaga Rudewa 2,000, Ibrahim Kiswaga Imalinyi 15,000, Menard Ndendia Rudewa 20,000, kanisa la RC Mtwango 30,000, Zahanati Imalinyi 45,000, Ernest Mangula Rudewa 20,000, kanisa la Sabato Rudewa 39,200, Ayubu Mgeni Rudewa 10,000, Valentino Sapari Ukea 10,000, kanisa la NLO Rudewa 20,000, Dani Kiswaga Mtwango 10,000, kitongoji cha Ingilo 104,000, kitongoji cha Itula 410,000, kwaya ya Mkeni KKT 20,000, kitongoji cha Rudewa 296,500, tawi Luiso Kizumbe Rudewa 10,000, Elia Kahwili Ukea 10,000,
Lia Kiswaga Lugalo A shilingi 1000. Loit Moreli Kinenulo shilingi 5000. Filipo Jafeti Mangula 2,900. Familia ya Mwangande Itula 135,000. Mtawa Itula KKT 35,000. Familia ya Agustino Msigwa Itula 30,000. Familia ya Msafiri Msigwa Itula 10,000. Familia ya Christopher Mgeni Imarinyi 200,000. Mchungaji wa usharika KKT Imarinyi 5,000. Shule ya msingi Itula shilingi 6,000. Kanisa la TAG Mtwango 20,000. Kitongoji cha Mtwango 285,500. Anania Nyava Mtwango shilingi 10,000. Mesia Mwajike Rudewa 15,000. Chesko Sanga Rudewa 15,000. Mtawa Imarinyi KKT 42,600. Kwaya ya Uinjilisti KKT 13,000. Mtawa Kinenulo KKT 14,000. Mtawa Ikangamwani KKT 12,000. Mtawa Igodiva KKT 22,000. Mtawa Ihingiro 6,500. Mtawa Lugalo KKT shilingi 10,000. Pino Nikiswaga Mtwango shilingi 10,000. Isaya Kilieni Ibumila shilingi 5,000. Petro Nguva Rudewa shilingi 10,000. Mtawa Ibumila KKT 15,000. Stadi Msigwa Itula shilingi 10,000. Atukuzwe Mwenda Mseke Ilulu 15,000. Eliudi Nyawenga Usuka 50,000. Jumla kuu ya fedha zote nilizosoma hapa ambazo zimekusanywa na wananchi wa kijiji cha Imarinyi kwa makundi mbalimbali. Tumekusanya shilingi milioni 2,700,100. Tumekusanya shilingi milioni 2,700,100. Pia kuna mashirika wameahidi hapa. Kuna kampuni ya Season toka Njombe shilingi 50,000. Manake wameahidi. Halafu kuna Foleta Mwenda Mseke Ilulu 50,000. Pia kuna vifaa, yani kuna vyakula vilivyochangishwa. Kuna mahindi debe 6, samani hatujazileta hapa, zipo ofisi ya kijiji hapo. Mahindi debe 6, viazi debe 2, unga lita 3, chupa ya chai 1, simbilisi 1, kuku 2, alizeti lita 1, kanga kipande kimoja, maharage lita 3.5. Kwa niaba ya wananchi naomba kuwasilisha. Asanteni sana na asante afisa mtendaji. Tunashukuru. Fedha zitapelekwa pale. Nikajua bodyguard ana nini huyu? Mbona huyu kama ni afisa kilimo, kama afisa mifugo hivi? Kumbe ana nyaraka za tunaishi nao. Tunakushukuru sana na tunawashukuru wananchi wa kijiji cha Imarinyi kwa nguvu kubwa ambayo wameonyesha ili kuhakikisha kwamba tunamshika mkono mama yetu na aweze kwenda hospitali. Hiki ambacho mmekifanya bila shaka nguvu ya pamoja kati yetu na Uplands FM, kwa kila mtu na nafasi yake tunaweza tukafanikiwa. Naomba nikulete mratibu wa kampeni tunaishi nao kutokea Uplands, na wewe uje utupe taarifa ya michango ambayo imeratibiwa na Uplands FM pamoja na wadau mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Poleni na hongereni kwa sababu Imarinyi moja kati ya kilimo ambacho kinaendelea huko ni kilimo cha joto. Tumeligundua hilo. Sisi wenzenu kule mahindi bado kabisa, nyenye tayari yamekwisha komaa. Mmeanza kuchoma na mengine yameanza kukauka Hongereni sana, ni jambo la kumshukuru Mungu. Jina langu ni Fikirini Ngailo. Maskini jeuri ni jina la kutafutia ugali. Kama ambavyo nimetambulishwa, ni mratibu wa kampeni ya tunaishi nao. Na ninayo furaha ya siku ya leo kuwa hapa
Imalinyi. Nimewahi kupita hapa, nilikuwa naenda Kidugala, lakini leo nimesimama hapa, ama tupo hapa kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao. Niwashukuruni sana. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, naomba tutoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya sisi kukutana hapa siku ya leo. Lakini zaidi tuendelee kuwashukuru wadau mbalimbali, wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kushiriki nasi kupitia kampeni hii ya Tunaishi Nao. Kipekee niwashukuru sana ndugu zangu kutoka Imalinyi ambao leo mmejitokeza kwa nguvu kubwa kuhakikisha tunashiriki pamoja. Naomba tupunge mikono na Imalinyi wote. Aya, wale ambao hawatokei Imalinyi, ukiachana na ile timu ya Tunaishi Nao, naomba tupunge mikono. Unatoka Kinenulo, unatoka Masaulo, ama unatoka Ilulu na maeneo mengine, naomba tupunge mikono pia, ambao tumekuja kujumuika pamoja. Asante sana. Mungu abarikini sana. Ninawapongeza wana Imalinyi kwa sababu moja tu. Hiki ambacho kimefanyika siku ya leo yawezekana ni kigeni kama ambavyo tumekuwa tukisema katika eneo letu, lakini ndicho ambacho tulipaswa kuwa tunakifanya katika maisha yetu ya kawaida na kila siku. Amina. Leo hii hata yule mhitaji wetu ambaye tunamsaidia anatambua uwepo wenu. Leo hii anaona idadi yenu kubwa ambayo imejitokeza. Na ni imani kubwa sisi sote ambao tumejitokeza hapa leo. Hatujajitokeza kwa ajili ya kuja kushangaa. Kilichotukusanya hapa ni upendo. Si ndivyo? Tafsiri yake ni kwamba hata mhitaji wetu, familia yake, wanaona ule upendo wa dhati ambao upo miongoni mwa jamii ya wana Imalinyi na mazingira ya karibu. Tofauti na tungesubiri siku ya lile kusanyiko la lazima, tukakusanyika kilazima, hatuoni. Si ndio? Hawezi kuona mchango wako, wala hawezi kuona machozi yako. Amina. Lakini leo hii familia, majirani, ndugu na jamaa wataenda kumsimulia. Wataenda kumwambia kwamba kwenye ile ofisi ya kijiji cha Imalinyi leo watu wamejitokeza kwa wingi sana. Hili linaanza kumpa faraja mwenzetu ya kuona kwamba analo tumaini. Amina. Ya kuona kwamba anayo nafasi nyingine ya pili kwenye dunia hii. Ndugu zangu, mtu kuugua kwa muda wa miaka miwili, zaidi ya siku 670, yupo kitandani amelala, sio jambo ambalo ni dogo. Sio jambo ambalo ni dogo. Na saa nyingine ni bora uugue, yale mahitaji muhimu yote yakawa yanakufikia. Ni umelala kitandani, hauna tumaini. Haujui ni lini utainuka kuondoka hapo. Haujui ni lini utaenda hospitali. Sawa ndugu zangu? Nimekuja hapa mara ya mwisho wakati naenda pale nyumbani kwenye familia. Mama ninapomwambia kwamba tunataka tukusaidie uende hospitali, anasema hospitali tena? Mimi hapana. Mimi ni wakufa. Inaumiza, eh? Amefika hatua ambayo amekata tamaa, haoni nafasi yake tena katika dunia hii. Halioni tumaini jingine tena. Inaumiza sana, eh? Lakini hiki ambacho tumekifanya leo, amini tu kwamba Mungu anaona. Na ataenda kumbariki kila mmoja kwa nafasi yake kwa hiki kikubwa ambacho tumekifanya. Kuna muda nilikuwa ninawaza, mama anahitaji pesa nyingi sana kwenda kwenye matibabu. Imalinyi ndo kwanza hatujawahi kufika na kampeni ya Tunaishi Nao. Ndo tunakuja leo. Itakuwaje? 2,700,000 mmechangia. Jipigieni makofi mengi sana. Hiki ambacho mmekifanya ndugu zangu wana Imalinyi, naombeni niwaambie kwamba hiki ni kikubwa. Kama ingekuwa ni ile siku ya kusanyiko la lazima, pesa zote ambazo zingechangiwa namna hii, tungerudi kuzipiga wenyewe msosi. Uongo? Si ndio? Na sasa hivi tumebadilisha. Kikaa na vijana mjini kule unakuta wanazungumza kwamba siku hizi wameshagundua kwamba kuna tofauti ya kilio na msiba.
Hivi nyinyi wenzangu mnajua tofauti hapo? Tofauti ya kilio na msiba. Kwamba hiki leo tumeenda ni kilio, hata nyama hamna. Ila huu tulioenda leo ni msiba. So umeona vile tumekinga na nyama tumewekewa mbili mbili. Sawa eh? Tuna vile vitu ambavyo tumevichanga sisi wenyewe, tunavila sisi wenyewe. Sasa nyingine hata familia inabaki na madeni pia. Kwa ndugu zangu, naomba tuendelee kusaidiana katika hali hii. Kwa kiasi ambacho leo mmeweza kufanikiwa kukikusanya na ambacho tutaendelea kukikusanya, ndugu zangu wana Imalinyi, ni imani yangu kubwa sana. Kwanza, hatuna mhitaji mmoja kwenye kijiji hiki cha Imalinyi, si ndivyo? Wapo na wengine ama hawapo? Nina imani kwa moyo wa dhati na kuungana kama ambavyo tumeungana leo, tunayo nafasi ya kuweza kuchangishana hiyo michango na tukawasaidia na hao wengine. Tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza, si ndio? Manake hatutarajii kampeni ya tunaishi nao itarudi tena wapi? Imalinyi, kwa sababu ninyi kama ilivyo Imalinyi tumesha Malinyi hapa tumalile. Si ndivyo? Ninyi tumekwisha malizana. Tuombe ndugu zangu, isije ikawa leo umetoa sadaka yako ama mchango wako kwa sababu liletewa barua. Umetoa sadaka yako ama mchango wako kwa sababu Upland FM wanakuja. Si ndivyo? Toa mchango wako na sadaka yako kama unaguswa na matatizo kwa ajili ya watu wengine. Kama tumetoa kwa tafsiri hiyo, haitotupa wakati mgumu sisi kuweza kuungana na wahitaji wetu wengine kuendelea kuwasaidia katika maeneo yetu. Amina ndugu zangu. Naomba tuendelee kuyafanya hayo, na yatatupa nafasi nzuri ya kuwasaidia wenzetu waweze kutibiwa kwa wakati. Kama utauliza wanafamilia ambao tunawasaidia leo, wakati wanafeli matibabu pale hospitali ya Taifa Muhimbili na Ocean Road, wamefanikiwa kufanya chemotherapy. Hizi ni tiba za kansa ambazo huwa unapangiwa kulingana na kiasi ambacho kimeathiri kwenye mwili wako juu ya kansa. Amina. Yeye mama alipangiwa chemotherapy 8. Akafanikiwa kuzifanya 2. Zikabaki 6. Moja inagharimu $156,400. Ukipiga mara 6 hapo utagundua kuna kuna $900,000 na point hapo. Hiyo ilikuwa ni tiba ya kwanza. Tiba inayofuata sasa ndo anze kuchomwa mionzi kwa ajili ya hiyo kansa. Kwa hiyo unagundua kwamba familia ni wamepambana vya kutosha. Wameuza walivyokuwa navyo. Wamefikia katika hatua hiyo ambayo twende mama tukupeleke hospitali. Hebu jaribu kufikiria mwenzangu ambaye tuko wote hapa na unaisikiliza kupitia radio. Ni pale ambapo mmeshafika hospitali, matibabu yameanza, alafu ndo tumeishiwa hela na hakuna ambacho kinaendelea, tunatakiwa kurudi nyumbani. Inaumiza kiasi gani? Inaumiza sana Ndugu zangu, tuendelee kufanya jambo kwa ajili ya wahitaji wetu ambao wanapitia changamoto kwenye maeneo yetu. Hicho ambacho tutakuwa tunakifanya ni sadaka tosha itakusaidia wewe pamoja na familia yako, ili tuweze kuwaokoa wenzetu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Kampeni ya tunaishi nao itafanya kazi kwa wahitaji 12 kwa muda kila mwaka. Hatuwezi kuendelea kufanya kampeni ya tunaishi nao kwa muda wa mwaka mzima. Na ndio maana leo tulikuwa na uwezo wa kuja Imalinyi, tukutana na mtendaji, mwenyekiti, kitongoji. Sisi kutoka Upland tumekuja 3 au 4. Tukakabidhi kile ambacho kimechangiwa, si ndio? Lakini kwa nini tunawakusanya nyinyi leo tuje tuzungumze hapa? Ni kwa sababu tunaamini kama leo lipo kwa yule, kesho lipo kwa mwingine hapa hapa Imalinyi. Si ndivyo? Ili hata kama kesho litatokea kwa mtu mwingine, tuone namna ya kuanza kuinuka na kuweza kumsaidia kwa namna moja au nyingine, ili aweze kutibiwa na hatimaye tuweze kuendelea kuwa naye. Amina ndugu zangu. Kwa maana hiyo nitoe wito na rai pia kwa viongozi mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti wa serikali kuendelea kushiriki
na kuanzisha ama kuendeleza mfumo huu wa kampeni ya Tunaishi Nao, kuwasaidia wahitaji katika maeneo yao. Kama tutasema tutasubiri kampeni ya Tunaishi Nao kutoka Upland FM, watu wengi watafariki kwa kukosa msaada, kwa sababu sisi tunasaidia wahitaji 12. Leo tuko mhitaji wangapi? Wa 7. Wamebaki wangapi? Ukichukua simu yangu hapa ukaangalia message ambazo ninatumiwa, watu wakiomba kusaidiwa, simu ambazo zinapigwa, kuna wale ambao ndugu zao wanasema zaidi ya watu 30 wapo kwenye simu yangu. Zaidi ya watu wangapi? Kuna ambaye ni Tomaso, nimpe na simu kabisa aone. Zaidi ya watu 30 wapo kwenye simu yangu. Wote wanaomba kusaidiwa kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Kuna muda inafikiaga wakati ambao ni mgumu sana. Kama mratibu haujui ni maamuzi gani unatakiwa kuyafanya. Twende wapi, tusiende wapi? Kwa sababu kila mmoja anayeomba kusaidiwa ni ana changamoto. Sasa ndugu zangu, anayeomba kusaidiwa ni ana changamoto na inahitaji msaada. Kwa ndugu zangu, tupo katika wakati mgumu sana, ambapo kuna wenzetu wengi ambao wanapitia wakati mgumu kupitia changamoto mbalimbali za maradhi ambayo yanawasibu, changamoto ambazo kimsingi wao peke yao hawawezi. Ni wito wangu kwa viongozi wa serikali kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia kwa wananchi mkoani Njombe na maeneo mengine, turudishe upendo wa kupendana. Amina. Tunasutana mahali pengine. Nilikuwa na harusi jana, hujanichangia kadi. Kwa nini tusianze kusutana sasa hivi kwamba yule mgonjwa hujachanga mchango kwake? Naeleweka eh? Tunasutana na kamati za maafa. Wewe leo marehemu hatumziki kwa sababu alikuwa hatoi michango, familia itoe faini, si ndio? Kwa nini tusisutane hilo kwamba nyinyi hamtoi michango ya kuuguza wagonjwa? Kamati za maafa zipo, tuone namna ya kuanza kulifanya hilo. Ni swala la kubadilika tu ndugu zangu. Amina. Ni swala la kubadilika, ni kuamua kufanya tu mabadiliko, kwamba tunatoka, sio kama tunaharibu ule mfumo wa kamati za maafa kwenye swala la kuzikana na kutoa ile michango, lakini tunaamua tu kubadilika kwamba sasa hivi kamati ya maafa itafanya kazi mbili, si ndio? Itaratibu swala la mazishi ikitokea mtu amefariki, lakini pia upande wa pili kamati ya maafa itafanya jukumu la kuchangishia mwenzetu akiwa anaumwa ili tumpeleke hospitali. Inawezekana ama haiwezekani? Sijasikia. Inawezekana. Kwa nini hatufanyi? Ni uvivu wa kuamua, si ndio? Ama hicho hatukioni kama kipaumbele. Na mimi niwaambie ndugu zangu, yani hakuna kitu ambacho kinatia moyo na faraja pindi ambapo siku tutamwona mama yetu Dailes Mwepela ametoka hospitali, amerudi nyumbani, amepona. Na unajua nilitoa shilingi 1000 yako. Unajisikiaje? Eti ndugu zangu ana Imalinyi, unajisikiaje? Inatia faraja. Lakini pia hata siku utakayomuona anapanda gari anaondoka pale nyumbani kuelekea hospitali, unaona kabisa kwamba 2000 yangu mimi hapa na yenyewe imefanya kazi. Unajisikia vizuri, si ndio? Au utaenda kujisifia msibani kwamba hapo hiyo chai tunayokunywa hiyo kuna 1000 yangu hapo, nimechangia sukari na mimi nusu hapo. Kipi bora? Eti wana Imalinyi, kipi bora? Wala tuugusane, si ndio? Mengine yatakayotokea mbele yawe ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Sawa ndugu zangu? Asanteni sana, Mungu abarikeni sana. Naomba nitambue baadhi ya wadau mbalimbali ambao tumekuja nao siku ya leo kutoka maeneo mbalimbali na sadaka zao ambazo wamezikusanya kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Sasa niombe kwa sababu ninafanya utambulisho wa wachangishaji wa maeneo mbalimbali wote, naomba tusimame kwanza. Naomba tusimame na tupunge mikono watu waweze kutuona. Tumewaona
Haya, sasa naomba tuketi. Nitakuwa ninasoma kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ninaposoma eneo lako, utakuwa unasimama, watu wanakuona kama ndio wewe. Lakini zaidi nitakuwa nasema tumechangisha kiasi gani. Amina ndugu zangu. Tumepokea sadaka kutoka kwa watu wa Nazareti shilingi 53,100. Tumepokea kutoka kijiji cha Utalingolo shilingi 156. Kutoka Igagala shilingi 105,100. Lugenge 2,115, ambayo Sabato, kanisa la Sabato kutoka Lugenge 62,600. RC Unyamle, si ndio? 123,400. Mdo chiwikio mpita tu makanisani. Mfalme wa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio umepita humo. Mungu akubariki sana. Lakini pia tumepokea kutoka Mgendela shilingi 80,000. Hagafilo shilingi 40,300. Mfeleke shilingi 52,100. Kilenzi 111,400. Pelohanda 67,000. Magoda 120,400. Mpeto 170,000. Asante sana wakilishi, ndo wameanza mhitaji huyu na wameanza vizuri kabisa. Kutoka Ngalanga 145,200. Lakini pia kutoka Ihalula 78,000. Ramadhani 212,400. Nole 36,500. Mtwango 197,600. Kibena kati Luangwe 91,800. Kibena kati 162,500. Usalule shilingi 100,000. Kifanya 112,300. Melinze 100,500. Msete na stendi mpya 169,000, ambapo KKKT mjini shilingi 50,000 wamechangiwa hapo Kutoka Makoga 120,000. Luponde 286,200. Nondo 145,700. Idunda 142,300. Iwafi Lupembe 28,000. Ihanga 95,500. Kambarage wametoa kiasi cha shilingi 429,000, ambapo KKKT wamewachangia shilingi 150,000. Stendi ya zamani kupitia kwa Mama Shalom 88,700. Igima wameleta shilingi 2,10,000. 14,000 ni kutoka EAGT Igima. Matiga Njola 132,800. Sio vibaya nikisema hata mchungaji wetu pia anatokea Matiga Njola. Niongeze kwamba ni mjomba wangu? Nisiseme hilo Niendelee na mengine, si ndio? Ila nimeshasema ni mjomba basi ni yanko. Lusisi wametoa shilingi 191,000, ambapo Mawindi wamewachangia shilingi 16,000. Lulanzi 119,500. Ihangana Lupembe 149,500. Mmechoka kusikiliza? Mkichoka mniambie, mimi naendelea. Yakobi shilingi 105,300. Joshoni 100,600. Ikisa Uwemba 55,000. Uwemba 206,300. Ihanzuto 138,400. Iwungilo 107,000. Namba mnie radhi Mjimwema 138,400. Iwungilo 50,600. Ihanzuto ni 107,000. Kibena hospitali 93,600. Njomlole 185,000. Igominye 50,700. Nyombo 220,400. Kidegembye 6,150. Matembwe 101,800.
Ikando 130,850. Maheve 146,200, ambapo TAG wametoa shilingi 10,000, kikundi cha Tuinuane shilingi 24,000. Makanjaula 116,500. Lunyanywi 45,000. Utelewe 140,100. Ibumila 132,000. Nyumbanito 117,500. Mgodechi 267,600. RC Mgodechi 8,000 amewachangia hapo Itunduma 500,000 20,50. Wikich 51,400. Usita 80,000. Rialalo kitongoji cha Idam na Miakaya 63,000. Lakini pia tunavyo vikundi vya tunaishi nao. Kikundi cha tunaishi nao A shilingi 47,000. Tunaishi nao B 20,000. Tunaishi nao C 32,000. Tunaishi nao D 40,000. Wachangishaji na wenyewe pia wametoa sadaka zao, michango yao, jumla shilingi 73,000. Makusanyo hayo yametupelekea kuwa na kiasi cha shilingi 5,557,300. Lakini kwenye simu tumepokea kiasi cha shilingi 2,200,015. Wakati tunatoka mjini, ndugu yetu Enoki Kiswaga, sisi kwetu alikuwa Upland FM ndo anzilishi watangazaji pale, aliona taarifa yetu kupitia mitandao akatupigia simu. Ametoa pole sana kwa mhitaji na familia. Ametoa kiasi cha shilingi 1,000,000, ambayo sasa imefanya jumla ya fedha ambazo sisi kupitia uratibu wa Upland FM mpaka sasa hivi tulizo nazo ni shilingi 7,772,300. Lakini pia pamoja na fedha hizo ambazo zimetolewa, viko vitu mbalimbali ambavyo watu wamechangia. Tumepokea mahindi debe 10 na tumekuja nayo. Unga debe 4, parachichi debe 4, sabuni miche 6, chumvi pakti 38, nanasi 8, maharage debe 2.5. Kuna nguo mbalimbali pia zimechangiwa. Ziko nyanya lita 2, viatu pea 2 aina ya yebo, dagaa pakti 7, vibeliti pakti 5, cabbage 4, sukari kilo 8, soksi jozi 1. Katibu wangu, hii ni pea, si ndio? Vitunguu lita 6, mayai 8, haya yamebadilishwa kuwa fedha. Amina Viazi debe 4. Lakini pia tumepokea mafuta kupaka kopo 1, mboga majani fungu 1, mchele kilo 3.5, sabuni ya unga pakti 8, matunda aina pears lita 4, majani ya chai pakti 1, chumvi ya mawe lita 1, kuna blanketi pia, ndizi chane 2, ulezi lita 4, unga wa uji lita 1, ngano lita 4. Hivi ni kati ya vile ambavyo watu wameweza kushiriki kuchangia kwa ajili ya mama yetu Dailes Mwepelwa ambaye anapitia changamoto, yuko pale nyumbani Itula. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu abarikeni sana. Na kushukuru sana mratibu wa kampeni. Tunawashukuru pia wachangishaji wetu. Tunawashukuru pia na wasikilizaji wetu ambao wametuma fedha zao kupitia nambari ambazo huwa tunazitaja mara kwa mara pale redioni. Na wananchi wote ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine kuipata hii 7,700,000 iliyoratibiwa na Upland FM. Lakini pia kwenye hesabu ndugu zetu pia wana Kinenulo.
hawana mchangishaji, lakini michango yao tumeipata kupitia kwa wananchi wa Utelewe. Ndugu wetu Abedi Msemwa ametuletea kiasi cha shilingi 50,600. Hii ni ya wananchi wa kijiji cha Kinenuro, na sio hapa tu, wamekuwa wakishiriki mara kwa mara na sisi. Kwa muda huu naomba nirudishe matangazo kwako Vitalia Henry. Ni utaratibu wetu kwa wale ambao hawakufanikiwa kupitiwa ama kukusanya michango kwa mwenyekiti ama mtendaji, muda huu ni muda wa kapu la nyumbani. Kwa hiyo tutaweka chombo hapa na kila mtu atapita kutoa sadaka yake, ili walau tujazie pale ambapo tunatamani kupafikia leo, na mama yetu aweze kwenda hospitali ili akafanikiwe michango yake. Tunaishi nao. Hatuna mgeni maalum leo. Kwa hiyo kwa sababu hatuna mgeni maalum, mimi nafikiri kwanza chombo changu kije hapa, si ndio? Tutoke wapi twende wapi Luka? Kwa hiyo kundi lote tutakuwa tukitokea huku kuweka fedha hapa, then tunapita na chenchi tunarudisha. Kwa hiyo kama unataka kutoa 1,000 na una 10,000, tutakurudishia chenchi yako. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunajazia pale ambapo tunatamani kupafikia leo. Nemba Mahenge, msanii wa Uplands kwa mujibu wa watu wa Luponde.
Nigeria. Asante sana. Mnanifokea? Mnanifokea? Mungu akubariki mama uliyekuja na 500 umesema natoa 400 nirudishie 100. Mwezi wa pili 1939. Yaani wewe kidogo wewe kakake Nyerere. Wakati mdogo wangu. Tena kabisa. Walipishana. Kawawa. Sasa jamani. Kwani huu umri? Hebu hiyo hesabu ni miaka mingapi hapo sasa hivi? Ni miaka 86. Guarantee. Ngoja kwanza. Njoo mzee wangu. Njoo. Hebu nakumbuka niliwahi kukupiga makofi shuleni hivi hivi. Sawa kabisa. Nilikuwa natafuta akili ilipo. Sasa umri huu mzee ana nguvu. Hivi kwa nini tusifanye jambo kwa ajili ya baraka ya wazee? Jeshi lipo. Sasa mzee. Jeshi lipo. Njoo kwanza nani? Dogo. Njoo mdogo wangu. Sasa wewe endelea uchezaji hapa. Wao wanapokuja watakuwa naweka hela hapa. Sawa Wewe chezaga hapa. Ukinage baha ndio heke hangi. Si wihega. Sasa wewe chezaga hapa. Jamani, naomba tuje tena tufanye kwa ajili ya baraka za wazee wetu. Au tunasemaje? Yaani kuna namna inafurahisha Sasa mzee kula lumba hapo, wao wanakuja kuleta sendi hapa. Kulia miangu. Jamani piteni huko. Kofia nzito kama nzito toa. Jamani tupite. DJ twende. Karibuni.
tumefanya hapa kabla nyumbani, uratibu wa serikali pia ya kijiji cha Imalinyi na wadau wote ambao wameshiriki kwenye kampeni hii. Na wakumbusha pia tuko live kupitia 89.1 Upland FM. Kwa wale ambao wanatusikiliza kama ndo kwanza wanaungana na sisi, basi tuko hapa Imalinyi kwa ajili ya mhitaji wa 7 kwenye kampeni ya Tunaishi Nao kwa mwaka huu 2025. Niombe mratibu wa kampeni sasa uinuke uje utupe hesabu ya jumla ya michango ambayo tutaikabidhi kwa mama yetu ili aweze kwenda kupata matibabu kulingana na changamoto alionayo. Karibu mratibu. Jamani Hweuli, poleni na hongereni pia. Kila ambacho tumefanya kwa ajili ya upendo na kuhakikisha mama yetu anaenda hospitali. Amina. Basi naomba niwasilishe ama nisome mchanganuo wa michango na mpaka idadi ya mwisho tumepata kiasi gani mpaka sasa hivi ambacho tunafunga nacho hesabu yetu. Amina. Serikali walikuwa na kiasi cha shilingi milioni 2,700,100. Upland FM Radio kupitia uratibu wetu umekuja na kiasi cha shilingi milioni 7,772,300. Lakini tumeweka kapu hapa, tukasema ni kapu la nyumbani, kila mmoja aweze kupita na changia. Kile chote ambacho tumekifanya hapa tumepata kiasi cha shilingi 419,350, ambapo kapu la mwanzo kabisa tumetoa kiasi cha shilingi 2,256. Wanaume wametoa shilingi 51,700. Wanawake wametoa shilingi 53,50. Lakini tulisema mapokezi ya kampeni ya Tunaishi Nao, namna ambavyo mmepokea elimu ya kampeni ya Tunaishi Nao wana Imalinyi, mmetoa kiasi cha shilingi 38,700. Lakini mzee Joseph Mgoele ametoa shilingi 19,900. Kwa maana hiyo sasa jumla kuu ya fedha zote ambazo zimechangiwa mpaka sasa ni kiasi cha shilingi milioni 10,891,000. Na hapo mwishoni nimesema shilingi ngapi? Tumepata kiasi cha shilingi milioni 10,891,750. Mungu abarikeni sana wale wote ambao tumenyosha mikono yetu kuhakikisha tunatoa sadaka hii kwa ajili ya mama yetu. Lakini zaidi, kesho asubuhi saa 2:30 tutamtambulisha mhitaji anayefuata kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tunaomba tuendelee kuungana na tuungwe mkono kwa ajili yake. Amina. Asanteni na Mungu abarikeni sana. Nakushukuru sana mratibu wa kampeni, lakini wote tuliofanikisha kupata hiki kiasi zaidi, tuendelee kuombea sadaka hii iweze kumsaidia Dailes aweze kupona. Niombe sasa wananchi wa Imalinyi, kwa niaba yenu nimlete Mesia Mwagike na Atupenda waje wazungumze kwa niaba ya wananchi wote wa kijiji cha Imalinyi, walau kwa hiki ambacho tumekifanya. Karibu sana. Niombe mwe na haraka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa kazi ya leo. Asante. Kipekee napenda kuwashukuru kwa ajili ya kazi kubwa ambayo tumeifanya wananchi wote wa Imalinyi. Hata kama hiki kitu kwetu kilikuwa ni kigeni, lakini na imani kila mmoja kupitia hili amejifunza. Siku nyingine tutakuwa ni wepesi. Na imani Mungu atatubariki pale tulipotoa kwa moyo wa ukarimu tulioonyesha leo. Kila mmoja ameguswa kwa nafasi yake na ndio maana tupo hapa mpaka muda huu. Mungu awabariki sana. Asante. Na nyongeza naomba niseme kwamba niwashukuru wale wa ratibu wote wa kazi hii.
tunaomba tuendelee kushirikiana. Wana Imalinyi tumejifunza, tutakuwa pamoja na nyinyi. Asante. Karibu kaka yangu Mesia. Tumshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele tafadhali. Jambo la kwanza napenda kushukuru uongozi wa redio yetu Njombe pendwa kabisa Apples kwa mpango mzima waliofanya kwa kufika mahali hapa siku hii ya leo. Leo imekuwa kama ni hitimisho. Tumekusanya kidogo kidogo, lakini imekuwa haba na haba ujaza kibaba. Tujipigie makofi mengi tafadhali. Lakini nitoe shukrani za dhati. Tuna wagonjwa wengi majumbani, lakini bila mpango huu kuwepo na kuibua, jambo hili lisingetekelezeka na kufika mahali hapa. Kupata milioni 10 si haba. Tafadhali tujipigie makofi wana Imalinyi. Lakini kipekee kwa sababu nimepewa kushukuru. Tunawashukuru sana kwa shughuli nzima ambayo imefanyika siku hii ya leo. Naamini Mungu atawabariki. Lakini hapa mwisho, kwa kuwa walivyokuja walitukuta hapa, tukawa tumeweka utaratibu, lakini washukuru kutoka Itula. Kwaya hii umetoa vyombo vyenu vya matangazo. Hatimaye jambo hili limeweza kufanikiwa na Mungu atawabariki sana kwa jitihada za kuendelea kutoa. Na muendelee kutoa na mahali pengine na siku nyingine. Lakini niseme uongozi wa redio kwa heshima kubwa, namna gani tutafanya sisi wana Imalinyi kuona namna gani tunaunga mkono kwa wahitaji wengine. Kwa kuwa leo imekuwa hapa Imalinyi, lakini tunaambiwa mhitaji mwingine ataendelea na kesho asubuhi atatangazwa. Kwa hiyo naomba wana Imalinyi, kama siku nyingine tutaweka utaratibu wa namna gani tunaunga mkono, basi tuwepesi kutoa ili na wahitaji wengine waendelee kutibiwa kama inavyostahili. Kila mmoja anapenda kusimama kama tulivyosimama sisi, na Mungu atubariki sana, tuendelee kuwa watoaji. Amina. Nakushukuru sana kaka yangu Mesia. Muda huu niombe familia ya mgonjwa wetu hayuko hapa kulingana na hali yake. Kwa hiyo watakuja wanafamilia kushukuru. Niombe mje mtoe neno la shukurani. Baba mkubwa ambaye anasimamia ile familia nimeambiwa anatuma mwakilishi, basi mwakilishi pia naye asogee. Lakini niombe pia dada yangu, wewe utajitambulisha na useme ni nani kwenye hii familia ya mhitaji. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Esther Charles Mligo, natokea mtaa wa Itula, kijiji cha Imalinyi. Mimi ni mtoto wa mgonjwa mhitaji, ni mtoto wa kike wa pili. Mimi ndio niliyekuwa nazunguka na mgonjwa hospitalini kote ndo mimi. Mimi sina lingine zaidi ya kusema asante, nashukuru sana watu wa Mungu. Mungu awabariki. Muendelee kuwa na moyo wa kutoa. Asante sana, nashukuru. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana, lakini zaidi makofi yetu yaambatane na maombi ya kuombea hizi fedha zikawasaidie. Karibu sana ndugu yangu. Na wewe pia ujitambulishe ni nani kwenye hii familia. Na Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mimi kwa majina naitwa Joseph Mligo. Huyu mgonjwa ni mama yangu mdogo. Nimekuja hapa kwa niaba ya familia ya kina Mligo, lakini pia kumwakilisha mzee wetu ambaye ndio mlezi wa hii familia. Ndugu zangu, nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kutoka kwa familia ya kina Mligo pamoja na kina Mwepelwa kwa tukio hili la leo ambalo inahitimishwa leo. Pende kuwashukuru Apples FM kwa upendo wenu, na niwapongeze sana kwa hili tukio ambalo mmelianzisha. Ni wenzetu la kuokoa watu. Hakika Mungu atawabariki. Hakuna kitu kizuri na kikubwa kama jambo la kuokoa maisha ya watu. Ni jambo la heri sana. Hakika wengi tutapona na wengi tutaokolewa. Tunawashukuru sana. Lakini pia tupende kushukuru wananchi wote kutoka vijiji mbalimbali
ambao mmeweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika hili tukio, iwe kwa maombi, iwe kwa michango, iwe kwa namna yoyote ambayo kila mtu ameshiriki. Tupende kuwashukuru sana. Kiukweli tumefurahi na tumewiwa, na tunasema tuko pamoja katika matukio mbalimbali kama haya ambayo yanakuja mbele yetu. Tuko pamoja ndugu wenzetu wa Apprent FM. Lakini pia nipende kusema tunashukuru kwa huu mchango mkubwa ambao umetupa, na sisi mgonjwa wetu hivi Ijumaa safari inaanza kuelekea hospitalini kwa ajili ya matibabu, kutimiza hili ambalo tulikuwa tunaliomba. Kwa maana hiyo tunaomba ndugu zetu msitoke kutuombea, tuendelee kumwombea mgonjwa ili makusudi apate matibabu ipasavyo huko aendako, kwa sababu hata madaktari wanahitaji pia nguvu ya Mungu ili waweze kufanya kazi. Asante sana na washukuruni sana. Tunawashukuru familia kwa maneno ya shukurani. Naomba nikulete mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Imalinyi, na wewe pia uje ushukuru wananchi wako kwa hiki ambacho tumekifanya leo. Lakini kwa kuwa tunahitimisha, wewe ndiye ambaye utatuletea mtumishi wa Mungu. Kama tulivyoanza tutamaliza na Mungu. Karibu sana mwenyekiti. Jamaa kweli. Hongereni kwa huduma. Asante. Kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima wote tukawa mahali hapa. Nianze kutoa shukrani kwa wanakijiji cha Imalinyi, viongozi wangu wa vitongoji, wadau mbalimbali wa kijiji cha Imalinyi. Kwa kweli siku ya kwanza naambiwa kuna mgonjwa anatakiwa ahudumiwe, nilikuwa natetemeka. Lakini kwa ujasiri wa vitongoji, wadau mbalimbali na mwitikio wa wananchi, kwa kweli mmenipa faraja, na mpaka leo hivi kwanza siamini kwa michango tuliyotoa. Kwa hiyo nawashukuru sana wananchi wa Imalinyi. Kumbe kwenye jambo linalogusa mioyo yetu huwa tunashindwa tu maamuzi, kumbe tunaweza. Radio Apprent tunawapongeza sana, kwa kweli mmetusaidia jambo hili mpaka leo. Naamini mgonjwa wetu sasa atainuka na kuelekea hospitali. Jambo la pili, niwashukuru sana wadau mbalimbali. Kipekee naomba nimshukuru mtu mmoja ambaye kwa kweli wana Imalinyi, nadhani hata nyinyi mlivyomsikia jina lake kwa kweli mmemshangilia. Mr. Enoki Token Kiswaga. Nilituma tu message, tuna mgonjwa, akasema rusha picha yake WhatsApp. Nikamwomba Mwalimu Mboka, akasema nitachangia kupitia radio. Mtu kama huyo, jamani, mimi namshukuru kwa kweli, kwa sababu sina sehemu nyingine ya kumshukuru ila kupitia radio hii. Tumshukuru kwa sababu amechangia kiasi kikubwa mpaka tumevuka lengo. Baada ya kusema hayo, niseme ndugu zanguni, nimeangalia kampeni ilivyokuwa ikiendelea hapa. Wanaotuchangia vijiji mbalimbali hapa, kwanza wamekuwa ndio wanaoongoza kwa kusherehesha mahali hapa. Kwa kweli nawashukuru sana, yani kupitia matatizo ya watu wameshakuwa imara, na naamini wana upako. Ndio maana hata hapa wametufariji mpaka wenyeji, nikaona sasa tunasogea mwangu huu na wengineo. Kwa kweli nawashukuru sana. La pili, naomba nimshukuru sana mkurugenzi wa Radio Apprent. Anasaidia watu 12 kila mwaka. Ni radio chache ambazo zimeweza kung'amua kusaidia wananchi. Kwa kweli radio hii ibarikiwe. Wafanyakazi wa radio hii wabarikiwe. Maskini jeuri tunakupenda sana, ubarikiwe na tunakupenda sana. Mkemia wa mikeka na wewe tunakuombea. Uwe unatoa mikeka ambayo inatiki wana Imalinyi tusifilisike. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme leo tumepata somo. Kwa sababu tumepata somo, naamini wana Imalinyi tutakuwa wepesi sasa kwa jina litakalotajwa siku ya kesho tuweze kuchangia ili na wagonjwa wengine nao wapate kuinuliwa na waelekee mahospitali. Nisiwe na maneno mengi sana ndugu zanguni. Mengi tutaongea hata baadaye. Kwa kweli nimeishiwa maneno ya kusema zaidi ya kusema asante Apprent, asante Apprent, asante wafanyakazi, asante maskini jeuri. Asante. Karibu mchungaji uweze kutuombea. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasoma maandiko siku moja kwenye Biblia,
nikaona yanasema, nalikuwa na njaa usinilishe, nalikuwa mgonjwa usije kuniona, nalikuwa na kiu usininyweshe. Yawezekana leo, hata leo tumejiuliza, tumekuwa tukiwanywesha wenzetu ambao wamenyamaza, tumeshindwa kuwanywesha wenye shida na mahitaji kama huyo leo. Mkurugenzi wa Radio Prince, kipekee ni kushukuru kwa sababu wewe ndio umenibeba mimi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ndio anapoanza huduma ya diakonia, na Yesu mwenyewe ndio anaanza na diakonia. Lakini bahati mbaya sana tulio wengi tumefanya diakonia pasipo diakonia, tumeacha diakonia yenyewe. Basi kupitia somo la leo na elimu ya leo itukumbushe kwamba tunapaswa kusimama kidedea kwa ajili ya wenzetu wahitaji wanapokuwa wamekata tamaa, wa kuwainua sisi tuweze kuwainua na kuwanyanyua na kuwatia moyo waweze kusonga mbele. Baada ya kusema, ni washukuru wote waratibu wazima kwa ajili ya Radio Prince pamoja na michango yenu. Mmeifanya Imarinyi yetu iweze kusaidia mgonjwa ambaye alikuwa amekata tamaa, sasa apate matumaini. Mungu wa mbinguni awabariki na uso wa Bwana utembee pamoja nanyi tangu kuanzia ratiba za kesho. Ninajua Imarinyi tutakuwa pamoja, hata mimi nitakuwa ni miongoni mwa wana Imarinyi kuchangia wenzetu wenye mahitaji. Baada ya kusema, naomba tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Tumeuona mkono wako katikati ya viwanja hivi tangu kufika kwetu, kuanza kwetu shughuli hii ya kuchangia kwa ajili ya mwenzetu ambaye Mungu amekata tamaa katika ulimwengu. Yamkini anawezekana anatamani kuimba wimbo, nimepita ulimwengu, natamani ulimwengu mwingine. Aliona ng'ambo ya pili hawezi kufika, lakini kwa msaada wako na kwa macho ya rohoni ambayo umewatumia watumishi wako kuona Imarinyi kwamba kuna mhitaji ambaye anaweza kuvuka ng'ambo ya pili akikusifu Mungu. Tunawashukuru mno, kawabariki, kabariki vyanzo vyao, kabariki vyombo vyao vya utangazaji, redio zao, waratibu wazima. Mungu watetee hata watakapoanza safari kurudi nyumbani mwao. Yesu, damu yako iwafunike, iwatetee, iwatamie, iwape hekima na siku nyingine wakasimame kwa ajili ya wahitaji wenzetu. Yamkini mimi leo niko hivi, lakini kesho sitakuwa hivi. Mungu anataka kujitafakari na kujitafakari sote kwamba wakati tupo wazima tuwasaidie wenzetu wahitaji, kwa sababu kesho yangu hata kesho yetu hatuijui. Wewe ndio unayejua, Mungu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya yote yaliyofanyika. Asante kwa ajili ya sadaka ya Mungu ambayo imetolewa kwa ajili ya mgonjwa yule. Mungu katende kazi sawa sana mapenzi yako. Lakini pekee tunagusa kila mifuko iliyogusa kufanikisha jambo hili Mungu, vyanzo vya mapato yao, na wengine wametoa mashambani, wengine wametoa kwenye biashara zao, wengine wametoa kwenye mifugo yao. Bwana wetu Yesu Kristo, kawaangalia kwa jicho la huruma na kuwabariki. Kabariki kila mahali ambapo Mungu amegusa. Ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Niwatakia safari njema na Mungu wa mbinguni awatangulie katika safari. Amen. Asante sana mchungaji, na pia asante kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Sisi pia tunawashukuru wana Imarinyi kwa ukarimu wenu. Kama Aprince FM tunaamini kwamba mapokezi yenu, ushiriki wenu kwenye kampeni hii leo ndio chanzo cha kufanikiwa. Tunashukuru pia familia kwa neno zuri kwamba wanatarajia kuanza safari Ijumaa kwenda hospitali kwa ajili ya kumpeleka ndugu yetu kwenye matibabu. Tuendelee kuiombea familia, lakini tuendelee kuwashika mkono na wahitaji wengine. Utaratibu wetu Aprince FM kesho asubuhi kupitia kipindi cha asubuhi leo saa 2:30 tutatangaza mhitaji mwingine ambaye huyu atakuwa wa 8 kwa msimu huu. Tunawaomba wananchi wote wa Tanzania wote ambao wanatusikiliza, wana Imarinyi, tuone namna ya kuendelea kushikamana kwa wahitaji wengine ili na wenzetu wapate faraja na warejee katika hali zao kama kawaida. Sisi tunatumika tu kama chombo, nguvu kubwa tunaipata kwa nyinyi wadau wetu ambao mnatusikiliza na kila nyakati mpo na sisi. Baadaye kupitia kipindi cha mapito yangu saa 4 mpaka saa 6 usiku kutakuwa na marudio ya hiki ambacho kimefanyika leo. Kwa hiyo kama kuna ndugu yetu hakupata nafasi ya kusikiliza, basi atasikiliza hapo kilichofanyika hapa. Kadhalika kwa wale ambao mna smartphone ama simu janja, muendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram, Facebook, YouTube kule. Haya yote ambayo tunayafanya tunayaweka humo, na ndio maana kikosi kizima cha digital
wako hapa kuhakikisha kwamba tunawaletea kile ambacho mnastahili. Sisi tupo karibu na nyinyi. Wanaimalinyi, ni waombe muendelee kutuamini na muendelee kuisikiliza 89.1 Upland FM. Na hivi ndivyo tunahitimisha kampeni hii leo hapa Imalinyi kwa mhitaji wetu wa 6. Vitalia, malizana na watu wa studio. Wakati huo mimi naomba nikuinue mwenyekiti wa serikali ya kijiji kwa ajili ya matangazo ya serikali na taratibu nyingine. Mzee Mdoche, nimekuona bwana. Kumbe muda tunakutafuta, ulienda kununua chungu. Safi sana. Unaenda kupikia mwenyewe au? Sawa. Mwenyekiti, karibu kwa taratibu na matangazo mengine ya serikali. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu nazopitia.